Wafalme wa pili mlango wa 3. Wafalme wa pili mlango wa 3. Nataka msomaji mzuri, sio yule wa kuanza kukaa kama Musa hapana. Nataka msomaji mwenye anaenda yule mwenye alisoma makerere. Huyo ndio tunataka. Najua ilibidi Musa ikawa na shida, akasema Mungu akawa na kama anakasirikana na yeye, lakini anataka tukutuma yeye. Sema okay, ndugu yako ndio huyo, acha atakusaidia huko. Sababu kama uamini kenye na kuambia unaona. Wafalme wa pili mlango ni wa 3. Na tutaanza mstari wa 24 na tutafika 26. Najua wakati mnasoma storybook nawezekana uone vizuri, lakini ukiingia katika Biblia hata kama ni simu utaona mwangaza mingi na ni kidogo. Yaani njia zingine hata tana apedi kuona mtu akisoma neno la Mungu. Na maiki huko. Na mwenye amepata. Kitabu ni cha Wafalme wa pili mlango wa 3 mstari wa 24. Nasema hivi: hata walipokuja matuani kwa Israeli. Wafalme wa pili 3:24. Hata walipokuja matuani kwa Israeli, Waisraeli wakainuka wakawapiga wa Moabu, hata wakakimbia mbele yao, wakaendelea wakiwapiga wa Moabu hata kwao. 25. Wakaibomoa ile miji, wakatupa katika kila mahali palipo pema, kila mtu jiwe lake. Wakapajaza, wakaziziba chemichemi zote za maji, wakaikata miti yote iliyo mizuri mpaka katikati ya Resedi. 2. Wakayasaza mawe yake, ila wenye kombeo wakauzunguka wakaupiga. 26. Naye mfalme wa Moabu alipoona kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudiriki. Amen. 26. Amen. Malizia na 27. 27 inasema, ninahitaji sana. Ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli. Basi wakatoka kwake wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni mambo ambayo tunaelezewa, mambo ya Waisraeli. Waisraeli walikuwa watu ambao walikuwa wamejiamini katika vita. Waisraeli ni watu ambao walikuwa wanawajua wakiingia mahali matokeo yatapatikana. Lakini ajabu ni kwamba wakati walikuwa wamepewa jina la ushujaa, lakini huyu mfalme aliangalia akaona mara hii hawatanifaulu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri hata wakati unakuwa katika ulimwengu wa roho, ni vizuri kujua unapigana na nini, na wale ambao unapigana nao wanajitahidi kwa njia gani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema kwamba hao watu wakati walikuwa wanapigana, walikuwa wanaenda mahali
wakapokea ushindi, lakini ilifika mahali ushindi ukakwama, kwa sababu hawakujua ni jinsi gani ambayo tutafanya ili tuendelee kuwa washindi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati waliendelea kujidai na kuendelea kujidai sawa sawa, wakisema tulienda mahali matokeo yakapatikana, tulienda huko matokeo yakapatikana, na tunajua hata hapa matokeo itaendelea kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawajui ni nani ambaye wanapigana na yeye. Huyu mfalme wa giza akasema itabidi hata ikiwezekana nipoteze mtoto wangu mkubwa ambaye atarithi kicheo changu. Lakini hao watu wanachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu watachanganyikiwa. Hao watu watatoka bila nguo. Hao watu wataenda kwao bila viatu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenda akachukua mtoto wake, akaenda akaapisha mbele ya mashetani. Baada ya hiyo, Biblia inasema Waisraeli wakachanganyikiwa. Kuchanganyikiwa kwao, ajabu ni kwamba hasira ikaingia ndani mwao. Wakawa ni watu ambao hawajielewi, ni watu ambao hawaelewani, ni watu ambao hawajui itakuaje. Ikawa wanaenda bila chochote kwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambia mwenzako sio mimi. Mwambie sio mimi. Na kama ni wewe, nataka nikwambie kwamba leo hii yule mfalme ambaye alitoa sacrifice kwa ajili yako, mwambie leo au ana nini? Ana bahati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule ambaye alitoa sacrifice, aliona ukiomoka, aliona ukiendelea, aliona ukihubiri injili, aliona ukitangaza ufalme wa Kristo, aliona ukisonga mbele, aliona ukiwa na furaha hata katika ndoa yako. Akasema nitahakikisha hii ndoa nimeibomoa. Nitahakikisha hata kazi aliyo nayo imeisha. Nataka nikwambie leo, huyo mtu ana bahati. Bwana Yesu asifiwe. Angalieni watoto wetu, kwa sababu tukiongea hivi wanaenda kuanguka kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Waisraeli walikuwa wale wa kuleta matokeo. Walikuwa wale wa kwenda mahali wanajua wale tunawajua. Na baada ya kusoma haya maandiko nikaona kwamba vile wewe ulikuwa unajitahidi ukasema kwamba mimi ni mtu wa roho, na mtu wa roho akawa anashambuliwa hivyo, anapigwa. Kwa sababu gani? Kuna mtu ametoa sacrifice kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ni lazima hata sisi tutoe dhabihu mbele za Mungu. Tuambie Mungu hapana, haitawezekana. Ni lazima tushinde vita. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima sitakaa bila kazi. Nitoe dhabihu ili nihakikishe tayari kazi nimekalia kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako acha kucheza na kazi yangu. Mwambie acha kucheza na kazi yangu. Waisraeli wakati hawakujua maeneo ya kwenda kujiongezea nguvu, walikuwa wanajipendekeza na kusema Yesu ni Bwana, lakini hawafanyi kulingana na vile Mungu anataka. Wakawa wameisha. Mfalme akasema nitoe nini ambayo itafanya watu waniachilie? Akasema nitapoteza mtoto wangu. Hata kama sitapata yule wa kurithi ufalme wa giza huu, nitahakikisha nimetoa mtoto wangu ili naye nishuhudie wakienda bila chochote. Na mimi wakati niliangalia, wakati nilisoma haya maandiko, nikaona jinsi wewe umetumika hata Nairobi miaka enda rudi, na unarudi kwenu bila chochote. Shida ni nini? Ni kwamba kuna mtu anacheza na sacrifice mahali, na anataka urudi bila. Bwana Yesu asifiwe. Waendelee kulia Ruto na wengine wakiendelea kula nyama. Bwana Yesu asifiwe.
Niliwaambia wakati wa ukame ndio mimi hata nafurahianga kwa sababu nakula vizuri. Nakula vizuri zaidi. Kani naona unadia kiangazi na mimi nakula vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati wa shida watumishi wa Mungu wanafaa washinde, sio kushindwa. Jua maeneo ambayo yatakusaidia kupigana na ibilisi na umshinde. Lakini kama hautajua, kuna mtu anang'ang'ana kutoa sacrifice kwa ajili yako. Haleluya. Na usipochunga utaisha. Takuwa tuitabaki jina. Nimethibitisha maboma ambazo zilikuwa na majina wameisha. Bwana Yesu asifiwe. Wamebaki kufanya mfano kwa hiyo boma. Na usikue kama wale. Bwana Yesu asifiwe. Nani anahitaji mfano? Mfano wa aina hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukifika mahali kama hapo, mtoto upende usipende atakusumbua, hakuna kitu utasikia. Na kuna mtu ametulia, anainama. Unaona vile wanainama mbele ya Raila. Wanainama mpaka mwingine nikasema hapa watu watavunjika migongo. Wanainama kabisa. Alafu kwa Mungu unakauka, unaona ni kama mgongo ita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wamenyenyekea mahali. Kuna watu wametulia mahali. Wa mama, angalieni watoto tafadhali. Wataanza kutufuatilia na kuona hii kanisa ni ya wapi. Tufuate kwa sababu ikifika wakati wa injili wanachunanga watoto. Na mwalimu wa Sunday school hakikisha unatembea na sweet ambazo pia unatuliza watoto. Unampea tu sweet, mama anampembeleza huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni vitu ambavyo shetani anajua. Ni vitu ambavyo watu wa mashetani wanajua. Wametafuta kuhakikisha wamemaliza hata huduma yako, ili watoe sacrifice kwa sababu ya wewe, na wewe uchanganyikiwe. Haleluya. Nikaona mtumishi mzuri lakini amechanganyikiwa. Hajui atafanya nini. Unasikia vile wametengeneza kwaya. Ile tu kuwapigia kinanda ndio hayuko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mtembee na sweet mwalimu wa Sunday school. Mimi nitalaumu, sitalaumu wa mama wao. Nitalaumu wewe. Fanya kazi yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema ati nimpatienge 50. Yeye ndiye aliitwa peke yake kwa hiyo kazi. Hata ni aibu kuniomba 50. Hizi mtu wa kuomba 50, mimi niombe 500 kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiniangalia mimi ni mtu hivi. Hapana, hata kimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hivyo upande mwingine jitahidi kujua kwamba ni maeneo gani ambayo nitaendea ili nihakikishe nimeshinda. Amen. Lakini after kujua kwamba ni maeneo magani, naona unawashwa na hasira. Hasira inataka kukuua. Kwa sababu gani? Haujui maeneo ambayo wewe unafaa kwenda. Wakati uliona mtu anasema mimi nimeokoka, kabla usema anajua. Hata ukikuja uanze kusema roho wa Mungu anasema, anakuambia kabla roho akunenee mimi nilikuwa nimeonyeshwa. Kuna watu aina hiyo. Wale ambao wanaonyeshwa mbele ya roho. Inua mkono. Mke wa mchungaji amenini. Ndio maana ameonyeshwa mbele ya roho na ikaonekana mtoto analia kwa sababu ya shilingi 50. Unaona? Kwa hivyo hawa ndio wanapenda kuaibishwa kila mara. Hivyo ndio Waisraeli waliamini, wakajua Mungu ambaye tunaomba, lakini wamezoea kwenda mbele za Mungu hivyo. Wakamzoea. Na hivyo ndivyo walivyopigwa.
Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona ameanza kunini kuna anajua. Good. Alafu umeficha uende kule. Ndio tena ukimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba katika hayo maandiko Wafalme wa pili mlango wa 3 na mstari wa 27 pale ndipo akamchukua mwanawe mzaliwa wake wa kwanza ambaye angeingia mahali pake kama mfalme, akamtoa kama dhabihu ya kuteketezwa juu ya ukuta wa mji. Wewe uliza mwenzako, dhabihu gani yenye umepeana wewe? Na nimekuja kuona watu wa roho wako na ndio wanaongoza mashita. Hawezi ona Ruto aingie kwa kanisa ya watu wa roho. Yaani unafanya lakini ukimaliza kauka hakuna kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio wanakosea. Ati Mungu anafanya nini? Huyo Mungu ndiye anasema uwe maskini. Hapana. Wewe ni Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye anasema uwe maskini. Hebu nisomee kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kama Mungu anasema tuwe maskini pia atatusingira, alafu tuendelee tu kumungoja tukisema Mungu ulisema walio maskini wa moyo. Sasa hujasema wa moyo, walio maskini utawaonekania. Sasa wewe utangoja miaka yote ungoje Mungu akuonekanie, na Mungu ukumbuke kwamba anasema kwamba anachukia sana maskini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi naomba Mungu atusaidie ili tusiwe maskini. Si hivyo? Kuna mtu anatamani umaskini hapa? Mwenye anatamani umaskini inua mkono juu. Ufunuo wa Yohana 5 mstari wa 9 na 10 mpaka 10. Na wale matajiri soma. Ufunuo wa Yohana 5:9 inasema hivi. Nao waimba wimbo mpya wakisema. Wakina nani ambao wanaimba wimbo mpya? Hiyo wimbo Waisraeli walikuwa wameizoea kuimba hivyo, lakini hawajui yule mfalme anawaangalia na anawaambia siku moja mtakuja kunitambua na mtanikoma. Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu. Wanaendelea tu kusema wastahili, mwana kondoo wastahili. Hawa ni watu wa roho. Na kuzifungua muhuri zake. Wamefunuliwa mambo mengi sana kupitia katika ufunuo wa roho, wakiwa wanaimba, wanaabudu. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako, wala kwa kabila na lugha na jamaa na hao ndio ambao wamethibitisha kuona vile Yesu alipitia katika shida. Hao ni watu wa roho. 10 ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Nao wanamiliki juu ya nchi. Sasa kumiliki ndio kumekuwa shida. Sasa hiyo kumiliki, sasa hapo uliza mwenzako unamiliki. Tusidanganyane, muulize unamiliki. Ikifika wakati wa kumiliki, hapo ndio nimeona. Hebu angalia mwenzako wewe unakaaje kama unataka kutoroka leo. Muulize, Tumwangalie umwambie unakaaje kama unataka kutoroka. Sinimalizie tu hii ndio ujue kwamba Mungu anasema nini. Na hivyo ilifanyika kwa Waisraeli. Mungu anataka umiliki. Lakini usipomiliki utaingia kwa Methali 28. Somea hiyo nimaliza. Ndio nikurudishe mahali penye nilikuwa.
28:1. Hao ni watu wa roho na wenye si wa roho. Mtu wa roho na mwenye si wa roho, naona mwenye si wa roho anakaa maisha mazuri, na mwenye roho maisha yote machafu inakutanianga kwake. Lakini sasa yeye anasema ninamngoja Mungu, kwa sababu alisha confirm kwa Isaya akasema kwamba wamungoje yao. Sasa wewe unamngoja tu na ujue atakuja lini. Labda yeye alipisha. Ukasema mimi toka katika jina la Yesu. Sasa Yesu anasema nilikuja nikagonga mlango na wewe ukanikemea. Kufuatiwa na mtu. Sasa wewe unaona? Umefika sasa hapo. Sasa hapo ndio Waisraeli walifika. Wakaona wakatoa viatu zao, wakasema hata wakituona na viatu wataona tuko na pesa, wakatupa, wakakanyaka pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walifika kwa stage wakaangalia kaona, najua wakituona wataona tuko na pesa mingi, kina haraka. Tena wakati waliingia kwa gari, ajabu ni kwamba wakakosania kwa gari. Mtu kushuka, kila mtu alikuwa anaenda akikiliki. Hao ni watu wa roho. Watu wa roho, haleluya. Amen. Wanajua kusema amen. Lakini wamejifalisha mwili wa anasema alafu bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Haleluya. Amen. Sasa ajabu ni kwamba yule mfalme alikonfirm haya maandiko. Akasema nafaa nikuwe mjasiri ndio hawa watu waende bila viatu kwa miguu. Unaona? Na hivyo ndio imefanya watu ambao wamebarikiwa nao wameingia katika hali ya uoga. Wameingia katika hali ya wasiwasi. Hata kwa hapa lakini anafikiria kesho aende Catholic. Watu wa Catholic oe. Hapo unanifunika tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata najaribu kuchora msalaba unashindwa. Ukipeleka huku na wewe ndio unapeleka huku. Hata sijui anafanya namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna vitu vingine mtu wa roho kuingia ndani utashindwa. Na ukiona umepigwa tayari ama kuna vitu vinafanyika vibaya, kuna mahali ambapo hujatambua, ndio imekufanya tayari umeingia katika hali ya wasiwasi. Hata nikisema umebarikiwa unasema wapi na naenda kulala njaa. Ninaona maduka kwa maduka kubwa na wewe unaona basta hata kwetu tu mahali pa kuweka kioski hapaonekani. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona gari, wewe unasema gari pastor nitaenda aje kwa sababu yeye inahitaji English. Hii kusomea mambo ya gia inafaa uende kwa masomo. Na hiyo masomo anafaa itoke na Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani aliyeota kwamba gari ilikuwa inaenda na yeye akajipandikia, ikawa gari inaenda na yeye mnasemanga ni nani ameshikilia? Yes, wacha tuitumie hiyo language. Ni nani? Inua mkono juu. Ni nani aliyeota ameingia kwa maji lakini hajazama, anachezea tu juu ya maji? Na ni nani aliyeona nyoka kwa ndoto? Najua hizo za manyoka mtazipata sana kwa sababu ni mbaya.
Ni nani aliyeona maji ndio hii na kataraja kame ama kuna kitu tu ya kushikilia ili apite? Sasa naenda akona wasiwasi, lakini anaenda ili avuka hapo kataraja. Inua mkono. Hizo hamwezi, kwa sababu hizo ni za kubadilisha maisha yenu. Hamwezi. Bwana umeinua ama umenitoa? Kulikuwa na nyorosha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mfalme alifunga baraka za hao watu, alifunga kibali cha hao watu wakajisahau. Mimi nataka leo Mungu akusaidie sana. Ukitoka mahali hapa uende na ufanikiwe. Ukitoka mahali hapa aliyetoa sacrifice kwa ajili yako, na wewe useme nimetoa yangu ni zaidi ya yako. Na uwe mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ajabu ni kwamba baada ya hiyo huyu mfalme ameangalia akaona vile wewe unaitwa tajiri. Matajiri niweni mikono juu. Hapo atainua wote. Haya maskini niweni mikono juu. Bwana Yesu asifiwe. Tajiri ni mtu ambaye anafanana na mwanadamu. Hebu geukia mwenzako. Mwangalie kweli anakaa tajiri. Muulize kwa nini unalala taa ikiwaka. Muulize shida ni nini? Shida ati kwa sababu nalipa stima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja mchungaji takuita tu mchungaji Kimweni. Sasa nikawa nimeota ndoto mbaya. Lakini hiyo ndoto ilikuwa ya kunianati, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza jisahau na ulali. Na mtu wa roho, watu nataka mnisaidie kuangalia. Si ndio? Watu wa roho, chunguza wakati anaamuka. Kama hakuomba, akiamuka mate imepita. Haleluya. Si ndivyo? Alafu unajua ulishaelewa kwamba mtu ambaye analala mpaka anafunga macho kabisa, akiamuka akifungua macho hivi, wakati mwingine macho inabidi atafute maji asukue tu macho vizuri, kwa sababu unaitaka namna gani? Hiyo inaitaka matondome. Imekaa kwa macho, hata kuangalia uangalie vizuri. Ulishajua hiyo? Sasa hao ni watu wa roho. Watu wenye si wa roho, kusema ukweli, hawezi pata kitu kama hiyo, kwa sababu akiamuka hata anakunywa chai bila kunawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo njia zingine ni kwamba tayari kuna mtu anapigana na maisha yako, na anatafuta njia ya kuhakikisha amekuweka chini. Ndio maana ukipata kazi leo, kesho hakuna. Ukipata kesho kutwa hakuna. Na kama utapata tena, tajiri mnakaa ni kama ni hata labda unaweza angalia uone, hata unaweza enda utabiriwe uambiwe kwamba naonekana shida zako, unasikianga mkono ikiuma wakati inauma, alafu unasikiaje? Nasema ikiuma na unaanza hata kufanya kazi na tajiri, kufanya kazi masaa zingine inakuwa ngumu. Na unaambiwa unasikia na mdomo. Ndio.